Penzi mtazamaji, bila shaka au jambo na wa afya njema, na nianze na mfano moja kwa moja kwamba unajua siku zote unapoenda kwa rafiki yako kumwomba kitu chochote kile, unakuwa na imani ya kuwa hichi kitu rafiki yangu anacho, na ndio maana unachukua maamuzi ya kumwendea. Kwa nini sasa watu wengi leo tumekuwa watu wa kufunga, watu wa kuomba sana, watu wa kutabisha nafsi, lakini mwisho wa siku majibu yetu hayapatikani, hayaonekani wala hayajibiwi? Shida ni nini? Ndipo sasa tunarudi kwenye moyo, kwamba moyo wako umebeba nini? Moyo wako umebeba uchafu wa aina gani? Una machungu na nani? Una hasira na nani? Na ndio maana wao wanasema kwamba kabla haujaja mbele za Mwenyezi Mungu, hujaenda mbele za Mwenyezi Mungu, lazima utambue kwamba Mungu hichi kitu anakitaka, Mungu hichi kitu akitaki, ndipo uchukue maamuzi ya kumwendea. Safisha kwanza moyo wako, jitakase, ndipo uchukue maamuzi. Sasa shida nyingine leo hii kwamba watu tumeshua upendo, watu tunashindwa kupendana. Ewe mtu anaenda mbele za Mwenyezi Mungu kumuomba kitu ili aje amrindishie rafiki yake, jirani yake. Changamoto nyingine tena hiyo haiwezekani mbele za Mwenyezi Mungu. Na shida nyingine ni kwamba akili zetu huwa zinamfikiria Mungu kwamba Mungu ni yuko hivi na hivi. Hapana. Na ndio maana Mungu huwa anashangaza sana. Yaani kitu ambacho wewe unakidharau ndicho Mungu anakipenda. Na ndio maana siku yote unapomdharau yote yule unayemdharau, ndio Mungu anamuinua. Mwisho siku anakuonyesha kwamba mimi siko hivyo. Umeona? Upendo tumeshiwa sana upendo. Tafadhali jaribu kuwa na upendo, kumpenda kila mtu, kuwa na amani na mtu yoyote yule. Then unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, moyo wako utakuwa na amani na utakuwa safi. Mwisho siku maombi yako yatajibiwa kama jinsi ilivyo, kwa sababu Mungu atajua moyo wako ni usafi. Na ndio maana wanasema kwamba yeye huangalii nje bali anaangalia ndani, moyo wako ukoje. Na ndio maana sisi leo tukiangalia nje tunaona kwamba huyu jamaa yuko hivi, lakini mwisho siku Mungu yeye huwa anaangalia ndani. Na ndio maana ukiona mtu amejibiwa, Mungu huwa anaangalia ndani, moyo wako ukoje. So jitahidi sana kuwa na amani na watu wote na upendo.